leo tupo kijijini. Angalia mazingira haya yote huku ni kijijini kwetu. Mkoani Kilimanjaro, Rombo huko. Watu wengi huwa wakija huko wanasema tunaenda Moshi, tunaenda Mshakini. Leo nakwambia kwamba niko Rombo hapa. Hali ya hewa ikiwa ni safi kabisa. Hakuna joto kali, hakuna baridi. Tunaenjoy hali ya hewa ambayo ni safi kabisa ukiwa hapa Rombo. Na ukiangalia upande wa kule ni Kenya. Mvua inanyesha Kenya, lakini hapa tulipo hakuna mvua, kuna hali ya hewa cool kabisa. Ukiangalia upande wa kule kabisa, kule mbele kule kama unavyoona Ziwa Chala lipo. Watu wengi huwa hawajui kama hapa kwetu Rombo kuna ziwa. Sasa leo nikwambia upande wa kule kabisa kule kwenye kilima kidogo kilichoko kule ni Ziwa Chala. Na mawingu yalivyo pale ni tofauti na sehemu nyingine. Alafu upande huo mwingine sasa ni Kenya. Kule ambapo kama unaona ni upinde wa mvua unaanza. Kitu ambacho cha tofauti kabisa kwetu Afrika. Yaani kuvuka kwenda kule nahitaji passport. Kuvuka mpaka ni wale kule kuna kabila moja kule wanaitwa Wakamba. Hapa Rombo ni sisi Wachaga tunakaa. Kule kwao ni Wakamba. Lugha hatuelewani, lakini wale ni ndugu zetu. Kwa sababu tupo very close. Tunashirikiana mambo mengi, lakini you can't imagine kwamba kufika pale unahitaji utumie passport. Lakini pote ni jirani hapa. Kwenda pale ni kama kilomita 8 unaingia Kenya. Hapa kijijini shughuli za kiuchumi ambazo zinafanyika huwa ziko nyingi sana. Lakini kubwa zaidi ni masuala ya kilimo na masuala ya ufugaji. Utaona hapa panaponizunguka pana vichaka. Tusema watu wanalimaje? Lakini haya majani vimeachwa mahususi kabisa kwa ajili ya mifugo. Sababu hapa wanafanya aina ya ufugaji ambao ni zero grazing, ambao wanyama wanafungiwa ndani na wanalishwa huko ndani. Kwa hiyo watu kata majani hapa na kuenda kuyapeleka ndani kwa ajili ya kulisha mifugo. Pia kwa mbali kabisa kule utaona watu wamelima. Ile mazao yanayoonekana kule ni mbaazi. Huwa mbaazi ni kubwa vile sio kwa sababu wameotesha hivi karibuni. Leo mbaazi yenyewe inachukua vipindi viwili vya mvua. Maana mwaka mzima mbaazi yenyewe inakuwa shambani. Kwa hiyo ndo mbaazi ni kubwa, lakini chini yake utaona wameotesha alizeti na mahindi. Kwa hiyo hivyo ndo vinafanyika hapa. Hicho ni kilele cha mlima Kilimanjaro Mawenzi. Kinaonekana vizuri kabisa ukiwa hapa Rombo. Hapa kijijini huwa tunapokuchua mahindi kwa namna tofauti. Utaangalia kwenye hiyo video hapo. Ambacho ninakipiga ni mahindi ambayo nimeweka kwenye mfuko, naanza kuyatwanga na yanapukuchuka vizuri kabisa. Magunzi yanatoka, yanabaki magunzi, alafu mwishoni tunaanza kuchambua mahindi, tunaweka pembeni na magunzi tunaweka pembeni. Tunakuwa tumepata yale mahindi yetu tu. Najua mahali pengine huwa wanatumia mashine na mahali pengine huwa wanapukuchua kwa mkono. Lakini kwa hapa kijijini kwetu hii ndo namna yetu ya kutumia na tunajivunia nayo. Ile mvua ambayo ilikuwa inanyesha kipande cha Kenya kule, sasa imeanza kunyesha mpaka hapa kijijini kwetu. Tuendelee kufurahia kipande hicho kidogo, kwa sababu kwa mvua hii kunyesha sitaendelea tena kurekodi kuonyesha mambo mbalimbali ambayo yanaendelea hapa kijijini kwetu. Lakini kwa kipande hicho kidogo, I hope utakuwa umeendelea kuangalia jinsi Afrika inavyopendeza. Licha ya kwamba kwenye mitandao na kwenye TV zetu nyingi huwa wanaonesha majumba makubwa mazuri, wakifikiri huo ndio utajiri wa Afrika. Lakini utajiri wa Afrika ni hali ya hewa nzuri ambayo inaonesha uhai